Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Yosam Ezekiel Chingloni wa kanisa la FPCT hapa Chimala, Mbeya. Mungu akubariki sana kwanza kuifungua video hii fupi ambayo nataka nikueleze ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 mpaka ule wa 8. Angalau kwa kifupi nataka nieleze namna ambavyo shetani ana uwezo wa kukuzuia kwenda ibada, aidha kuua kabisa moyo wa ibada ndani yako. Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 mpaka wa 8 na kuendelea inazungumza kwa namna ambavyo Barnaba na Sauli pamoja na Yohana walikuwa wametembea kihuduma baada ya Mungu kuwateua kwa ajili ya Injili. Wamefika katika kisiwa kimoja kinaitwa Pafo, wakakutana na mtu mmoja mchawi, lakini pia ni nabii wa uongo. Alikuwa anaitwa Bar-Yesu. Yule bwana alikuwa anaitwa Bar-Yesu. Wakati wamefika mahali pale, yule bwana yule mchawi alikuwa karibu na kiongozi wa kisiwa, kwa maana ya liwali. Yule liwali alikuwa anaitwa Sergio Paulo. Yule Sergio Paulo, liwali wa kisiwa kile, akatamani kuisikia Injili, aidha kusikia maneno ya Mungu kutoka kinywani mwa Sauli na mtumishi wa Mungu Barnaba. Lakini yule mchawi Bar-Yesu akamloga yule bwana asitamani kuisikia imani ya Kristo. Nisikilize nikwambie. Biblia inasema yule mchawi akamtia Sergio Paulo katika hali ya kuto kuisikiliza imani, kusikiliza neno la Mungu. Hii inaonyesha ni jinsi gani mtu anaweza kurogwa akaiacha ibada. Mtu anaweza kurogwa akasikia uvivu wa kuhudhuria ibada. Mtu anaweza kurogwa akaichukia ibada. Mtu anaweza kurogwa akamchukia mchungaji. Haya mambo yapo na yanatokea. Ni kazi ya wachawi kuhakikisha kwamba malango ya kuzimu yanashindana na kanisa. Huu ndio ujumbe ambao nimekuletea. Yule mchawi aliitwa kwa Kigiriki Elima. Elima ndiyo tafsiri yake. Kwa hiyo watu wanaweza kurogwa wakaondolewa moyo wa ibada. Leo hii ibada za leo tunabembeleza watu kuja kanisani. Tunabembeleza watu kushiriki ibada. Ni namna ambavyo shetani amewatia katika moyo wa kuiacha ibada. Wachawi wanapatikana katika maeneo mbalimbali na wanatega katika maeneo mbalimbali. Kwa usipokaa vizuri utajikuta umenaswa kwenye mtego wao wa kukufanya uiache ibada, wa kuifanya roho yako na moyo wako vichukie ibada na kuwachukia watumishi wa Mungu ambao mlikuwa mkiabudu pamoja. Lakini Biblia inamzungumza huyu bwana kwamba alikuwa ni nabii wa uongo. Nabii manake ni mtu ambaye watu walikuwa wakimwendea kwa ibada. Ni nabii wa uongo, anafanya ibada kwa miungu ambayo sio Mungu wa kweli. Paulo anafika maana anazungumzia, anasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Manake watu wanaweza kurogwa wakaichukia imani ya kweli. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu, nimekuletea ujumbe huu ili kukukumbusha umuhimu na thamani ya ibada. Ibada inakuweka karibu na Mungu. Ibada inakuweka pamoja na Mungu. Nipende kuchukua nafasi hii tena kukukaribisha kwenye ibada zetu zinazofanyika mahali hapa siku ya Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Tunapatikana hapa Chimala. Kwa mawasiliano zaidi chukua namba yangu ya simu. Unaweza kunipigia kwa matatizo na changamoto zinazokukabili, aidha zinazomkabili ndugu yako, tukamuombea. 0743016884 0743016884. Lakini pia tuna mkutano mzuri na mkubwa sana wa Injili unaoenda kufanyika katika mji wa
katika kijiji cha Mlangari hapo Mtamba, katika kanisa la FPCT kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Patrick Mwananzumi. Tutakuwepo pale kwa muda wa siku 3 kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 7 ya mwezi huu wa 6, kwa maana ya Ijumaa ya wiki lijalo. Hivyo nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha na uwalete wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Ninaamini kabisa Yesu mtenda miujiza atawatetea na kuwafungua kutoka kwenye vifungo vyao. Mungu akubariki sana, lakini nataka nikuhamasishe kwamba usiache imani, usiache imani, usiache ibada. Kubali kuungana pamoja na Kristo ili kufikia hatima ya maisha yako ya kumwabudu Mungu aliye hai. Barikiwa sana na Mungu akubariki. Karibu sana na asante sana. Tukutane katika kipindi kijacho. Amen.